kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Ndio, tumepewa mtoto mwanamume. Na uweza wa kifalme utakuwa mabegani mwake. Ndio, naye ataitwa jina lake mshauri wa ajabu. Kwa hiyo tunapotoka kwenda kuhubiri Injili, hiyo ndiyo maana ya Injili. Injili huwa inawashauri, ni Yesu anawashauri watu kupatana na yeye au kupatana na Mungu. Haleluya. Mungu mwenye nguvu, ndio Baba wa milele, ndio mfalme wa amani, ndio. Bwana Yesu asifiwe. Endelea kidogo. Mfalme wa amani, ndio. Umesikia? Hatakuwa na mwisho kamwe. Huyu mfalme hatakuwa na mwisho kamwe. Katika kiti chake cha enzi cha Daudi, ndio, na ufalme wake kisha na kutengeneza na kwa haki, ndio, tangu sasa na hata milele. Chia tu hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunakumbuka kuzaliwa kwa Yesu. Sasa maana ya kuzaliwa kwa Yesu, maana yake Yesu azaliwe ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana ya Mungu kumfanya Yesu azaliwe duniani ndiyo tutayongelea. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua kuna watu wengi hawajajua maana ya kuzaliwa Yesu. Wako wanasherekea sikukuu, wanasherekea kuzaliwa kwa Yesu, lakini hawajui maana ya kuzaliwa kwa Yesu nini. Wapo tu wanasherekea, wameingia wengine kwenye nyumba za ibada, wako kwenye nyumba za ibada, lakini hawajui maana ya kuzaliwa kwa Yesu. Hawajui, wanamfuata, lakini wanasherekea sikukuu yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Wana time na Yesu. Yaani ukiwafuatilia hawana time na huyu Yesu, lakini sikukuu yake, wengine wamechinja ng'ombe, wengine wamechinja mbuzi, wengine wamechinja kuku, wengine wamefanya chochote kwa ajili ya kusherekea sikukuu, lakini Yesu mwenye sikukuu hawamtaki kabisa. Sasa unashangaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani Yesu mwenye sikukuu hawamtaki. Ila sikukuu yake hayuko ambaye anataka impite. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana hata walikuwa nje wamerudi kuja kusherehekea sikukuu ya Yesu. Walikuwa Marekani wamerudi Moshi kuja kusherehekea sikukuu. Walikuwa Dar es Salaam wamerudi Moshi kuja kusherehekea sikukuu. Walikuwa Mbeya wamerudi Moshi kuja kusherehekea sikukuu. Lakini Yesu mwenye sikukuu hawamtaki hata kusikia habari zake. Amen. Hawataki. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawataki. Hata wakisikia maneno haya wanachukia. Nini? Kwa sababu huyu Yesu mwenye sikukuu hawamtaki kabisa, lakini sikukuu yake wanaipenda. Wanachinja na ng'ombe, wanachinja na mbuzi, wananunua na nguo nzuri, wanafanya, wanapika chakula, wanakula, wasidue kwamba wanajipalia hukumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wasidue kwamba wanajipalia nini? Hukumu. Maana Yesu atawauliza tarehe 25 ulisherehekea nini? Kwa nini ulichinja mbuzi? Anasema nilikuwa nasherehekea sikukuu ya nani? Kumbe ulijua kwamba mimi nimezaliwa, lakini kwa nini ukutaka Yesu azaliwe ndani mwako? Kwa nini
sikukutaka nizaliwe kwako wakati sikukuu yangu ulijua. Neno hili wana Mungu. Kwa hiyo hii sikukuu watu wasipoielewa ni hukumu. Ni hukumu ambayo wanajiingiza kwenye hukumu. Kwa hiyo siku ile Yesu atawahukumu kupitia sikukuu. Maana hayuko ambaye hajui sikukuu. Dunia nzima wanasherehekea. Tulikuwa tunahubiri pale sokoni. Habari za Yesu huyu hawataki. Bwana Yesu asifiwe. Lakini cha ajabu wako bize kununua nguo za sikukuu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana hata hivyo wengi wameingia makanisani. Lakini wameingia makanisani hawataki Yesu azaliwe kwao. Bali waliingia kama walivyo, wanatoka kama walivyo. Manake ni watu wanaoabudu kwa Mungu asiyejulikana. Wanaabudu lakini wanachokiabudu